Karibu kwenye jukwaa la Mwenge wa Kiswahili, nahodha wako Jibril wa Adam. Ujambo tena na karibu katika makala yetu ya Mwenge, jukwaa la elimu. Ni mimi mwalimu wako Jibril Adam. Kwanza kabisa ningependa kushukuru kwa kuchukua muda wako kutagusana nasi ili tuweze kujifunza mawili matatu. Leo hii tunaendeleza mjadala wetu ambapo tulikuwa tunazungumzia kuhusu tofauti zilizopo baina ya fasihi simulizi na fasihi andishi. Moja kabisa tutaanza kwa kuangalia jinsi ya muda ambao unachukuliwa katika kutunga fasihi simulizi na fasihi andishi. Tunaona kwamba katika utungaji wa fasihi simulizi, mtunzi huchukua muda mfupi sana. Kwa mfano, mwimbaji anaweza akasimama kwenye jukwaa kulingana na hadhira na yale maudhui ambayo anataka kuyatungia, na akawa mwenye kubuni wimbo hapo kwa hapo ama moja kwa moja. Lakini kwa upande wa pili tunapata kwamba fasihi simulizi inapochukua muda mfupi, fasihi andishi huchukua muda mrefu kidogo. Kwa hiyo tunapata kwamba pengine mwandishi anapotaka mwandishi anapotaka kutunga wimbo, kwa mfano, anaweza akachukua muda mrefu kuandika, kuhariri kazi yake na ije ichapishwe baadaye. Kwa hivyo tunapata kwamba fasihi simulizi huchukua muda mfupi ama inaweza ikatungwa hapo kwa hapo, lakini fasihi andishi inachukua muda mrefu. Tofauti ya pili ni kwamba fasihi simulizi huwa ni mali ya jamii, sio mtu mmoja ambaye anaimiliki, ni mali ya jamii nzima. Lakini fasihi andishi huwa ni ya mwandishi ambaye ameiandika, kwamba kazi ambayo mwandishi mbunifu ameiandika inakuwa ni yake, sio ya kila mmoja. Wakati mwingi hata katika vitabu vyao ambavyo wanaviandika huwa kuna majina yao yako pale. Kwa hivyo tunapata kwamba fasihi simulizi ni mali ya jamii ama haina mmiliki mmoja, wakati fasihi andishi ni mali rasmi ya mwandishi aliyeandika. Tunapata pia kwamba fasihi simulizi imeandikwa tangu zamani. Kwa hivyo tunasema kwamba ni fasihi kongwe zaidi. Kongwe, imekonga, yani imezeeka sana. Kwa hivyo fasihi simulizi ni zee ama imezeeka sana ukilinganisha na fasihi andishi. Fasihi andishi imeibuka ama imechipuka baada ya binadamu kuanza kujua kuandika. Kwa hivyo baada ya binadamu kuanza kujua kuandika, wakaanza kutunga hadithi, wakaanza kuziandika. Lakini kabla ya hapo watu walikuwa wanasimulia hadithi kutoka zamani, na hiyo ilikuwa ni fasihi simulizi. Tofauti nyingine ni kwamba fasihi simulizi inahifadhiwa katika njia ya masimulizi na katika akili ama katika fikra. Kwa hivyo huhifadhiwa kichwani. Na katika upande wa pili, fasihi ambayo ni andishi inahifadhiwa katika maandishi. Yaani watu wanaiandika, iko katika vitabu, ama siku hizi kutokana na teknolojia kuna teknolojia ambayo inaweza ikatumika kuweka katika vitu kama vile flash disk, na pia katika mitandao watu wakawa wanaisomea kule. Kwa hivyo tumeweza kuona tofauti hizo za umilikaji, za muda na mambo kama hayo. Kwa hivyo nafikiri kufikia hapo inakuwa rahisi upande wako kujua tofauti kati ya fasihi simulizi na fasihi andishi. Lakini mbali na tofauti hizo, je, kuna chochote ambacho kinazileta pamoja? Naam, kipo. Kama vipi? Moja, tunaweza tukasema kwamba fasihi simulizi na fasihi andishi, kile ambacho kinazionyesha kwamba ni kitu kimoja ama inaleta pamoja ni kwamba zote zinatumia wahusika. Katika vitabu ambavyo vimeandikwa kuna wahusika, katika hadithi za masimulizi kuna wahusika. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo linaleta uwiano baina ya fasihi hizo mbili. Mbali na wahusika, kuna ujumbe mkuu. Katika fasihi simulizi kuna ujumbe mkuu ambao unajitokeza. Katika fasihi andishi kuna ujumbe mkuu ambao unajitokeza. Je, ujumbe huu unaitwaje? Niandikie hapo chini nione kama umepata ama hupati, alafu nitakupatia jibu sahihi. Mbali na ujumbe mkuu kuna mtiririko ambao unaitwa msuko.
Kwa hivyo mtu anaposimulia kisa huwa kinafuata mtiririko fulani ama msuko fulani, na pia mtu anapoandika hadithi yake huwa inafuata msuko ama mtiririko fulani. Kwa hivyo katika hadithi, katika fasihi simulizi huwa kuna msuko na mtiririko, na pia katika fasihi andishi pia kuna msuko na huo mtiririko. Mbali na hapo, kuna lugha ambayo inatumika katika fasihi zote mbili. Mtu anaposimulia, haijalishi ni wa kabila gani, lakini anatumia lugha tofauti tofauti. Kwa mfano, ukisimulia hadithi unatumia lugha ya Kiswahili, lugha ya Kiingereza ama lugha yoyote ile. Na pia mtu anapoandika anatumia lugha. Kwa hivyo tunapata kwamba lugha ni kigezo muhimu sana katika fasihi simulizi na fasihi andishi. Mbali na hapo, tunapata kwamba fasihi simulizi na fasihi andishi zote zinatoa ujumbe ama maudhui ambayo wanatumia kuandika katika jamii. Kwa hivyo yale yote ambayo yanasimuliwa katika fasihi simulizi hayatoki tu katika ombwe ama katika dunia ama ulimwengu ambao haupo, na yale yote ambayo yanaandikwa katika fasihi andishi hayaandikwi tu kutoka mahali pengine, bali yanaandikwa kutoka katika jamii tofauti ambayo watu wanaishi katika mazingira ya jamii. Kile ambacho kinatendeka kule ndicho kinachokusanywa, alafu kwa ubunifu mtu anakuza wahusika na anakuja nao. Kwa kumalizia, tunapata kwamba fasihi simulizi huwa ina dhamira. Yule ambaye anatunga huwa anadhamiria kitu fulani, na vile vile fasihi andishi, yule ambaye anaandika huwa anadhamiria kitu fulani. Dhamira yake inaweza ikawa kuonya watu dhidi ya kitu fulani, kuwafundisha kuhusu kitu fulani, kuwahamasisha kuhusu kitu fulani, ama kuwatahadharisha kuhusu jambo fulani. Na wakati mwingine dhamira huwa ni burudani tu, kutoa burudani ili watu wafurahi. Kwa hivyo nafikiri kufikia sasa unaweza ukajua tofauti zilizopo katika fasihi simulizi na andishi, na vile vile tofauti zilizopo katika fasihi andishi. Mbali tofauti tunaweza tukajua uwiano baina ya fasihi hizo mbili. Shukran sana. Zidi kutufuata ili uweze kufaidika pakubwa. Jina langu ni Jibril Adam.